billionaire. Karibu. The Billionaires Builder. Niko Marekani. Tuna vitu vingi kama hivyo, kuna miradi mingi, tuko na mambo ya life insurance pia, lakini nimejiunga ByteNext, ameni-invite dada mmoja yuko Tanzania. Halafu nikawa sijaelewa vizuri, lakini wakaniweka kwenye WhatsApp group ambayo nilikuwa najifunza kila siku. Nikaielewa ByteNext kwa sababu kaka zangu wako Tanzania, nikawaunga tu kaka zangu na huyu mtu aliyeniunganisha ili wajiunge huko, wajifunze na wanunue mikataba, kwa sababu mimi Marekani na vitu vingi kama ma life insurance manini, niko na grow money kwenye different categories. Lakini nilivyo join, today is my first time to join Zoom. Nilivyo join Zoom nikajifunza zaidi na nimeielewa zaidi. Nataka tu nimshukuru kiongozi, the speaker of the day, amenifafanulia vitu vingi sana, nimeelewa. Na of course ni mfumo ambao upo tu kama mifumo mingine, sio kama ni mfumo unaokuja na kuondoka labda wataizima watafanyaje, hapana. Hii hapa ni online business, ni kwamba it will be there for lifetime, yani itaendelea kuwa hapo. Kwa hiyo nashukuru, nimeelewa. Kilichobakia ni kuongeza mikataba kwa kaka zangu, na mimi ni kununua mikataba as much as I can. It's a very good investment for the future. Hata kama nikanunua mikataba kama 50 nikaitupia huko ya miaka 7 nikawa nasubiri, sio mbaya, kwa sababu na vitu vingine ninazofanya. Kwa nashukuru sana kaka zangu. Nashukuru sana. Asante sana. Tunakuomba ukawe balozi wetu mzuri huko ili tuweze kukuza timu yetu huko. Pia ukifanya research ya kutosha, ukazidi kupata evidence ya hivyo vitu, kama unavyojua wa Tanzania au wa Afrika kwa ujumla, huwa mara nyingi atuulizi mradi unafanyaje kazi, unauza hivi kuna mtu kapata. Kwa kadri utavozidi kufahamiana na watu huko, ukapata evidence mbalimbali, basi tutafurahi sana ambapo utakuwa unatuletea kwenye Zoom zetu. Wa Afrika wenzetu tutazidi kuwashawishi, kuwaelimisha, na wanaweza kuingia kutokana na zile evidence ambazo utakuwa umetupa kutokana na marafiki zako huko na kule ambao utakuwa umeshare nao, na tumeweza kupata kazi hii kwa ukubwa wake pia huko. Safi kabisa kaka. Of course nitashare as much as I can. Ni mradi mzuri sana kwa kweli. Sema tu kwa sisi wa Afrika hivi vitu ni vya wazungu. Kwa sisi wa Afrika yani financial education ni kitu ambacho hatujifunzi sana. Kila anayekupa opportunity unasema hii ni utapeli, huu ni utapeli. Hapana, vitu vingine sio utapeli. Nashukuru hii wa Tanzania wana uwezo wa kuifanya, na of course nitaongea na rafiki zangu wengi hata kazini. Niko na wa Kenya, wa Kongo, tupo. Yani nitaelimisha zaidi. Nimefurahi kujoin hii Zoom for the day. Nashukuru sana. Asante sana. Nadhani sasa watu waliokuepo kwenye hii Zoom ya leo watakuwa wamepata kitu kingine, na wamepata mtu kutoka nje ambaye amezungumza katika ukubwa wake na namna gani ameonyesha wenzetu hivi ni vitu vya kawaida wanavyovifanya. Kwetu sisi alichokisema ni cha umsingi sana. Elimu ya financial ndio inayotutesa. Mfumo wetu wa elimu ndio kitu kikubwa kinachotugandamiza, kushindwa hata kupokea vitu vipya. Sisi tumezoea vitabu vya story tunasoma, no sweat no eat. Kwa mtu anataka aumize mwili, atoke jasho ndo apate. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho elimu yetu ndio kinakuwa changamoto kubwa sana ya watu kupokea vitu ambavyo ni chanya. Ndio maana mimi napenda sana kuwafurahisha watu tunaposema sisi tunasoma history. Tunasoma history, tunasikia babu zetu au bibi zetu huko walichezea dhahabu kama bao tu, anacheza kama kete za bao, ila walichezea dhahabu. Leo hii tunajua thamani ya dhahabu, tunaona kama hawakuwa na maarifa. Kizazi kitachokuja, watoto wa watoto wetu watapata stories zetu kwamba na sisi tulipata mifumo kama hii, hatukujoin. Watatucheka na wataona hivi hawa wazee walikuwa na akili gani? Ndivyo ambavyo sisi leo hii tunacheka wazee wetu kwa kuchezea zile dhahabu kama wanacheza tu bao. Leo tunaona walipoteza kitu lulu sana. Watakuja kizazi ambacho na sisi kitakuwa kinaona hicho kitu ni cha kawaida ambacho ndo story ya mjini. Alafu unaambiwa babu yako alipewaga hichi kitu aka. So nadhani kitu ambacho tuone kila zama na mambo yake. Ndio maana safari ukishindwa kuipokea katika positive, ukasubiri matokeo ya kuona, ndugu zanguni, tutajipotezea muda. Kwa mimi nadhani nimefurahi sana kupata simu ya madam, sauti ya madam kwenye Zoom yetu, na pia sauti ambayo imeleta shuhuda kubwa sana imetoka nje
ya taifa letu. So kwa leo nadhani hatutokuwa na mengi kama alivyosema Master. Tunashukuru sana Master na pongezi zimekufikia kutoka kwa madam waliotoka kuzungumza. Kwa leo nadhani tunaweza tukakomea hapo. Sidhani kama kuna mtu mwingine, sijaona mkono.